Na Yesu asifiwe sana, mtu wa mtandaoni. Leo nataka tujifunze kukanusha uongo huu ambao bado unatenda kazi mpaka sasa. Kukanusha uongo huu ambao bado unatenda kazi mpaka sasa. Kuna uongo unaotenda kazi mpaka sasa kwamba Yesu hakufa wala hakufufuka. Uongo huu ulianza tangu zamani wakati wa Yesu. Alipofufuka Yesu, uongo huu ulivuma. Uongo huu unatenda kazi mpaka sasa. Baadhi ya madhehebu yanadai kwamba Yesu hakufa wala hakufufuka. Leo tunajikumbusha kanusha huo uongo. Yesu alikufa na kisha akafufuka. Na waliweka na walinzi kumzuia kwamba asije akafufuka kaondoka. Lakini mwanaume ulipofika wakati aliondoka kaburini. Kanusha uongo huu ambao unafanya kazi mpaka sasa. Nitasoma maneno ya Mungu kitabu cha Mathayo ile 28 ule mstari wa 11 mpaka wa 13. Mathayo 28 ule mstari wa 11. Mathayo 28 mstari wa 11 hadi 13. Nao wale walipokuwa wakienda, tazama, baadhi ya askari waliingia mjini, wakawapasha habari wakuu wa makuhani, habari za mambo yote yaliyotendeka. Askari walipoingia mjini, waliokuwa wanalinda lile kaburi, waliwapasha watu habari ya mambo yaliyotokea, kwamba ilikuwa sio cha kitoto. Ilitokea tetemeko kubwa, yani tukawa kama tumekufa. Alafu Yesu ameshafufuka kweli. Nisikilize sasa, hizo ndio habari ambazo waliwapasha. 12. Wakawakusanya pamoja na wazee, wakafanya shauri, wakawapa askari fedha nyingi. Walipoelezwa ukweli bayana kwamba walipothibitisha wale maaskari kweli kabisa Yesu amefufuka, wakakusanyika wazee, wakaamua kutengeneza uongo. Wakawapa wale maaskari, Biblia inasema wakakusanyika pamoja na wazee, wakafanya shauri, wakawapa askari fedha nyingi. Inawezekana walipewa hata mabilioni kama ingelikuwa leo. Walipowapa hayo, Biblia inasema hivi, walipowapa fedha nyingi, wakisema, semeni ya kwamba wanafunzi wake walikuja usiku wakamwiba sisi tulipokuwa tumelala. Uongo unafanya kazi mpaka sasa. Kuna watu wanadai kwamba Yesu hakufa wala hakufufuka. Kanusha uongo huo. Hata wakati alipofufuka Yesu, walikuwepo watu wengine waliozusha uongo kama huu, kwamba Yesu hajafufuka. Badala yake waseme kwamba Yesu walipokuwa wamelala. Kwanza ni kosa kisheria kulala wewe mlinzi, alafu anakuja naibiwa kwa nini? Kwa ulikuwa ni uongo kukanusha taarifa za Yesu, maana taarifa zilikuwa ni za kweli kabisa kwamba Yesu alifufuka. Na hao maaskari walipokwenda mijini waliwaambia ukweli kabisa. Ilitengenezwa njama sasa ili waseme uongo. Yaani wakabadilisha ukweli, kabidi waseme kwamba jamani wala hajafufuka. Wakapewa fedha nyingi, waanze kusema kwamba hajafufuka, wamekuja wanafunzi wakamwiba tulipokuwa tumelala. Ulikuwa ni uongo. Uongo huu unatenda kazi mpaka sasa. Wengine wanadai Bwana Yesu wala hakufa. Wanatumia ile mistari ambayo inasema kwamba alipokuwa naomba, Baba, naomba kikombe hichi kiniepushe, uniepushe, wala si kama nitakavyo mimi. Maombi alipofanya Yesu hakufanikiwa kujibiwa hivyo. Mapenzi ya Mungu yaliendelea, ilikuwa ni lazima afe, alikufa msalabani. Kanusha uongo huo. Wanaodai kwamba Yesu hakufa wala kufufuka ni waongo mojawapo pamoja na hawa ambao wapo kwenye Biblia. Mungu akubariki sana. Endelea kumwamini Yesu yuko hai na alikufa akafufuka kwa ajili yetu. Matumaini yetu tunayoyafanya kwa Yesu sio uongo, ni ukweli kabisa.
Mungu wa mbinguni akubariki sana na kutakia Pasaka njema tunapokumbuka kufufuka kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Na wewe ambao ulikuwa unasikiza uongo huu, ulikuwa umekukata, wakati mwingine ulikufanya uamini kwamba Yesu hakufa wala hakufufuka. Uongo huo rafiki yangu ulianza tangia enzi za wakati ule alipokufa Yesu. Lakini ukweli halisi, Yesu alifufuka. Yesu alifufuka. Na wale maaskari walikuwa mashahidi. Ingawa wakati anafufuka wao walikuwa kwenye hali mbaya. Walikuwa kama watu wamekufa kwa sababu ile tetemeko na utisho wa Mungu kutoka mbinguni kwa yule malaika. Mungu akubariki msikilizaji wangu. Kanusha uongo unaosema kwamba Yesu hakufufuka wala hakufa. Ni uongo wa watu waliotumwa na shetani. Baba Mungu, ninakushukuru kwa sababu kwa hili kuna mtu litamsaidia. Yule ambaye nadhani ni kweli Yesu hakufa, kwa kuonyeshwa maandiko ya uongo na mambo mengine, naomba umsaidie kupitia ujumbe huu. Lakini wapo Wakristo ambao wameamini bado ni wachanga, wameokoka, inawezekana wakaambiwa mambo haya. Naomba kupitia video hii uwasaidie Bwana, wakanushe uongo huo na kukataa. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Asante sana Mungu. Nakutakia siku njema. Amen.